Wengi wanasema solo, lakini si zote ni halisi. Leo nimekuletea kitu tofauti kabisa na ubora unaonekana kwa macho. Lakini pia katika video hii mwishoni kabisa nitakuonesha jinsi ya kupamba kifungo chako kwa kitambaa bila kutumia mashine. Ni uzi, sindano na kitambaa chako. Basi, karibu uwe nami mwanzo mpaka mwisho. Hilo ni karatasi ambalo nitakuonesha jinsi ya kwenda kukunja kitambaa chako unapotaka kukata solo. Kwa nitakuonesha kwanza kwenye hiyo karatasi kabla hatujaingia kukata kwenye kitambaa chetu halisi. Kwa hapo utakikunja kama hivyo ambavyo mimi nimefanya. Utakiweka vizuri hivyo kitambaa chako. Na baada ya hapo utakikunja kama hivyo mimi ninavyokunja hapo. Kwa hiyo utakunja hivyo. Kunja kama hivyo ninavyokunja mimi hapo. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kukunja nguo yako ya solo. Hii ni solo ya kawaida tu. Tunakunja mfano kama wa sambusa, sio solo toboa. Hii ni solo ya kawaida tu ndo tunakunja hivyo. Kwa hiyo nguo yetu tutakuwa tumeikunja kama hivyo. Hapo. Kwa hivyo sasa hapo tutakwenda kuanza vipimo vyetu kwenye kitambaa chetu. Tuanze video yetu. Kama unavyoona hicho ndicho kitambaa chetu. Hapo nyuma nimesha kuonesha jinsi ya kukikunja. Tunakikunja tu mtindo wa sambusa kama hivyo ambavyo unaona mimi nimefanya. Tutaanza sasa kufanya vipimo vyetu. Hapa tutakuwa na vipimo vingi. Tutafanya vipimo vyetu. Urefu wetu ni inchi 37.5. Ni 37 lakini nusu inchi nitaweka kwa ajili ya kupinda nguo yangu. Kwa sababu pindo lake sitaki likawa kubwa. Kwa hiyo nitaweka hapo 37.5 na nitafanya vipimo vyangu kuanzia chini kuja juu kama hivyo ninavyofanya. Lakini baada ya hapo nitapima urefu wa kutoka hapo mpaka hapo kwenye hiyo ncha. Nimepata inchi 20 hiyo hapo. Lakini pia nitapima urefu kutoka kwenye hiyo ncha mpaka huko niweze kuweka inchi 20 kama ambavyo nimeweka upande mwingine huo. Nitaweka pia hapo. Baada ya hapo sasa nitaweka mstari wangu kama hivyo. Baada sasa ya kuweka huo mstari, hiyo inchi 20 hiyo ambayo tumeipata kutoka hapo mpaka hapo na kwenye ncha hiyo mpaka hapo, nitaiongeza na inchi 37.5 ya urefu wa nguo yangu wote. Kwa hivyo jumla nitakuwa na 57.5. 57.5 kama hiyo hapo hivyo. Kwa hivyo nitakwenda kuweka hapo 57.5 na nitakwenda kutengeneza sasa mzunguko wangu wa chini kwa hiyo inchi 57.5. Baada ya hapo nitaunganisha sasa hizo point hivyo. Nitaunganisha hizo alama nilizoziweka hapo. Ukipima kutoka hapo kwenye huo mstari mpaka huko chini ni inchi 37.5. Hiyo hapo 37.5 ambayo ndio tumeipata pia huku, kwa utabaki na urefu wetu wa 37.5. Baada ya hapo sasa tutakata hicho kitambaa cha chini. Tukaanze vipimo vyetu sasa. Bega letu ni inchi 14. Inchi 14 tukigawanya kwa 2 tutakuwa na 7. Inchi 7 hiyo hapo. Kwa hivyo nitakwenda kuweka hapo inchi 7. Nitaweka hapo. Lakini baada ya hapo pia urefu wa mkono wetu ni inchi 7. Taongeza na inchi 1 pia kwa ajili ya kushonea itakuwa 8. Kwa hivyo nitaweka hapo inchi 8. Nitaweka hapo inchi 8 kama hivyo. Tayari. Kwa paletu tutashuka inchi 8. Tutashuka inchi 8 hapo kwa hapa.
Lakini baada ya hapo tutafanya sasa vipimo vya shingo. Upana wa shingo letu tutaweka inchi 3. Na urefu wa shingo ya nyuma tutaweka inchi 3 pia. Lakini pia urefu wa shingo ya mbele kwanza nitaweka inchi 3, ambao ndio hiyo hapo. Baada ya hapo nitaongeza inchi 4 kwa urefu wa shingo ya mbele, lakini pia unaweza kaongeza inchi 3 hiyo hiyo, nayo ni sawa, inakaa vizuri tu. Kwa hivyo jumla nitashuka urefu wa shingo ya mbele ni inchi 7. Kama hivyo unavyoona nimeweka hapo alama. Baada ya hapo sasa nitatengeneza shingo yangu kama hivyo unavyoona nafanya. Hapo sasa hicho ndio kialama ambacho tutakiweka hapo, baadaye tutakuja kuona inakuaje. Tutakata sasa hicho cha juu tutakiondoa. Tutabaki sasa na gauni letu hilo hapo. Utaweka huo mstari kama ambavyo mimi nafanya hivyo. Na utatengeneza hapo kwenye kwapa kama hivyo ninavyofanya. Shingo yangu kidogo ya nyuma nimeipunguza kidogo, sitaki ijichimbe sana, kwa hivyo nimetengeneza kama hivyo. Na baada ya hapo sasa nitakata nguo yangu. Kama unavyoona ni rahisi sana, nguo haina vipimo vingi, haina mambo mengi, rahisi sana kukata na rahisi sana kushona. Baada ya hapo utakata hapo, hiyo ni shingo ya mbele. Hicho ni kitambaa ambacho tutakwenda sasa kugeuzia shingo yetu. Utakiweka kama hivyo ambavyo mimi nimeweka. Utakiweka kama hivyo na utakwenda kukata kwa ajili ya kugeuzia. Na unapokwenda kugeuzia basi shingo yako hakikisha unatumia canvas, unatumia stiff, kwa hiyo itakuwa nzuri zaidi. Ila mimi hapa sitatumia, lakini unaposhona nguo yako basi hakikisha umetumia hivyo, ndio nguo yako inakaa vizuri sana. Baada ya hapo sasa tutakata. Nitaweka sasa hivyo nguo yangu kama hivyo unavyoona nafanya hapo, utaiweka kama hivyo. Hakikisha hicho kitambaa cha kugeuzia kimelingana vizuri hapo kwenye shingo. Kama hivyo. Na utakwenda kushona kama ninavyokuonyesha hapo. Utashona hapo. Lakini pia utashona na kitambaa kile cha kipande cha nyuma. Tayari nimeshashona kwa hivyo. Kwa hivyo nitakwenda sasa kukatakata. Hapo kabla sijagongea nguo yangu lazima kwanza ukatekate ili iweze kunyumbua shingo yako. Na hicho cha nyuma pia nimeshakatakata kama hivyo unavyokiona. Kwa hiyo nitaweka nguo yangu sawa ili niweze kwenda kugongea. Utagongea upande huo wa hicho kitambaa ulichogeuzia kama ninavyokuonyesha hivyo. Utagongea pita sehemu zote hizo ambazo ninakuonyesha. Utagongea na kipande cha nyuma pia. Tayari nimeshagongea nguo yangu kama hivyo unavyoiona hapo. Sasa nitakwenda kuweka nguo yangu kama hivyo. Hakikisha pale kwenye kincha kidogo umepatengeneza pamekaa sawa. Kwa hivyo nitashika kipande cha nyuma na kipande changu cha mbele.
nitakwenda kuanza kushona upande wa begani, nitakwenda kuunganisha upande wa kwenye mabega kwanza. Tayari nimeshaunganisha nguo yangu. Kama hivyo unavyoona nimeshaiunganisha. Kinachofuata hapa sasa tutakwenda kushona kwenye mikono. Tutakwenda kupinda hapo kwenye mikono kwanza. Kama hivyo. Lakini baada ya kupinda kwenye mkono, utaishika nguo yako kama hivyo. Hii nguo haina vipimo kusema kwamba utafanya vipimo vyako, hapana. Ukimaliza tu utakwenda kushona kwa nusu inchi. Tayari nimesha shona kwenye mikono hapo kama hivyo unavyoona, tayari nimeshapinda. Lakini pia nimeshaunganisha sehemu zangu zote za pembeni, huku na huku nimeunganisha pia, lakini pia nimeweza kupinda nguo yangu kwa chini. Kama unavyoona nguo haina mambo mengi. Ni rahisi sana na ni nguo ambayo ukishona itakuingizia pesa vizuri tu. Tayari nguo yetu ndio hiyo, lakini hapa sasa nitakwenda kukuonesha jinsi ya kupamba kifungo chako kwa kitambaa bila kutumia mashine kama ambavyo nimekuambia hapo awali. Utaweka kifungo chako kama hivyo na utakizungusha kwenye kitambaa hapo kama ninavyofanya mimi. Kizungushe kikaze vizuri. Baada ya hapo utachukua sindano ambayo tayari unakuwa umeshaweka uzi sasa. Utaanza kushona kama ambavyo mimi ninashona hivyo. Na imani hii itakurahisishia na itakupunguzia gharama za kwenda kugongea kifungo. Kama hauna mashine ya kugonga kifungo, basi hii ni rahisi sana. Cha msingi ni wewe tu kuwa na vifungo vyako hapo, vya kila saizi, vikubwa, vya kati, vidogo, ni wewe mwenyewe. Fanya hivi, itakurahisishia, itakupunguzia gharama sana. Kwa sababu ni kitu ambacho ni rahisi kufanya, hakikusumbui wala hakikuchoshi. Kwa vifungo hivi vikubwa nadhani naenda kugongea kwa shilingi 500, vile vya kati unagongea kwa shilingi 200 na vidogo unagongea kwa shilingi 100. Lakini utakapofanya hivi basi gharama zako zitapungua. Baada ya hapo unabana hivyo kama mimi ambavyo nimefanya hivyo, na utakwenda kukata hicho kitambaa kilichosalia hapo. Punguza hicho kitambaa hapo kwa juu. Kifungo chetu ndo kama hicho unavyokiona kimekaa vizuri sana. Baada ya hapo sasa tutakwenda kushonea kwenye nguo yetu. Ukiweka kama hivyo na shona kama ambavyo mimi nakuelekeza hapo. Unaweza ukachukua hata vile vifungo ambavyo hauvitumii, labda unaona kwamba hii nguo sivai, ukachukua hicho kifungo au ukakata baadhi ya vifungo vya saizi ukaweza kutumia kwa kushonea hapo, kwa kupambia vitambaa kama hivyo. Unachukua kitambaa chako, unapamba kifungo chako na nguo yako inatokelezea vizuri tu. Natumai basi mpaka hapo nitakuwa nimekusaidia kwa namna moja ama nyingine jinsi ya kupamba kifungo kwa kitambaa bila kutumia mashine. Lakini pia kwa video hii basi utakuwa umejifunza. Usisahau kulike au usisahau kucomment, subscribe na share video yangu kwa wengine ili tukue kwa pamoja. Asante.